Sana kwenye channel hii ya Hisia Maishani, na kuletea mada inayosema ufunguo pekee wa mafanikio katika eneo lolote lile. Ufunguo pekee wa mafanikio katika eneo lolote lile. Kuna watu wengi sana wanahangaika kuishi maisha ambayo wanaweza kuridhika nayo kutokana na kutokujua ufunguo huu ambao nataka nikuambie siku hii ya leo. Kila mtu anapenda kufanikiwa. Kila mtu anapenda mambo mazuri, mambo makubwa, yanayoleta sifa, yanayoleta heshima. Kila mtu anayapenda hayo mambo. Sasa ikiwa wote tumepewa masaa 24 ya siku moja, tumepewa oksijeni ya kupumua, tumepewa mikono, inakuwaje wengine wanafanikiwa lakini wengine hawafanikiwi? Inakuwaje? Mpendwa, napenda kwambia hivi, kitu ambacho umekikosa ni nidhamu. Wazungu wanaita discipline. Discipline inakusaidia kusimama katika kitu ambacho unakijua ni sahihi, hata kama hujisikii ukifanya kile kitu au kuendelea hicho kitu. Na hata kama utakuwa na upinzani wa aina fulani, uko tayari kupambana na huo upinzani ili usimame kwenye mstari ule ule. Sasa utalaumu serikali, utalaumu ndugu zako ambao hawakusapoti, utalaumu marafiki wanakuonea vitina, utalaumu wazazi, utalaumu mke wako, utalaumu mume wako, lakini kitu kikubwa ambacho kipo ni huu ufunguo umeuacha wa discipline, nidhamu. Nidhamu ni kama hivi. Ukisema saa 5 ninakuja, hakikisha unahangaika kuhakikisha kwamba saa 5 kweli unafika. Naomba usikilize hapo. Nitakwambia cha msingi. Ukisema saa 5 alafu huna mpango, unaonyesha ile seriousness ya kwenda pale saa 5. Yaani roho yako haihangaiki kuchelewa, roho yako haihangaiki. Tayari wewe mwenyewe unajitengenezea mazingira ya kushindwa. Iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye biashara, iwe kwenye kazi, iwe ni kwenye masomo, kwenye elimu, popote pale. Kwa sababu kama wewe mwenyewe umeshindwa kuitimiza ahadi yako, kwa nini wengine watimiza ahadi yako? Sasa basi, kwa wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi anataka uonyeshe seriousness kwa kuwa na nidhamu. Unajua kabisa kwamba maarifa ni kitu muhimu. Maarifa ni kitu muhimu. Huwezi ukapata kazi kama hujaajiriwa. Unatumia masaa 2 kwenye TikTok kuangalia tu vichekesho na nini. Unatumia masaa 2, haikushtui. Huna muda wa kukaa na kutafakari kwamba hapa nimefanya makosa, nisitaki kuyarudia haya makosa. Nifanye nini? Na Kiingereza inaita intentionality. Husubiri kujisikia ndio ufanye kitu. Unafanya kitu kwa sababu ni kitu sahihi. Wazungu wanasemaje? Don't do what is easy, do what is right. Usifanye kitu kwa sababu ni rahisi, fanya kitu kwa sababu kina faida uko mbele. Sasa watu wengi wanataka njia za mkato easy. Sasa ukikosa nidhamu, hata kama utapewa milioni 10 leo, baada ya miaka 5 itakesha. Mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi, hela zote ambazo matajiri mabilionea wanazo wangenyang'anywa zikagawiwa, kila mtu apewe sawa. Yaani hela zote, hela zilizopo, kuna watu wana mabilioni, wengine hata 10,000 hawana. Sawa? Hela zote wangenyang'anywa wale matajiri, kila mtu awe nazo sawa. Sasa hivi baada ya miaka 5 zile hela zitarudi kwa watu wale, kwa sababu tayari wale wameshajenga nidhamu ya kutengeneza pesa na kutunza pesa. Sasa wewe angalia watu wanafanya beti. Mtu amepata beti si milioni 200. Baada ya miaka 5 anakuwa omba. Kuna bodaboda mmoja juzi alipata si milioni ngapi sijui. Hela kapangisha, kanunua TV kubwa,
kisha nyumba. Hakupita miaka miwili, yuko tena amerudi kwenye bodaboda. Mwingine naye alipata hela nyingi hizi za kubeti nyingi, akanunua mpaka gari la bei mbaya, akaenda mpaka anaendesha, anaenda Arusha sijui wapi na nini na nini. Zilipoisha mademu wa bei mbaya akawa anatembea nao, zilipoisha alijinyonga hapa Mwanza. Nakupa historia kweli. Anampata hela kwa sababu huna nidhamu. Utaitumia ile hela, taratibu inaanza kupungua. Ndio inayovuja. Kama hujaziba lile tundu, yataisha tu maji. Hata kama ni kidogo kiasi gani, yataisha. Kwa hiyo unapokuwa na nidhamu ni kwamba una umuhimu wa kujizuia kwenda mahali fulani, kufanya kitu fulani. Kama umeamua bwana, kila siku mimi lazima nisome kwa nusu saa habari za uchumi, at least tutasoma nusu saa. Kama mimi nataka nijue Kiingereza, sijui Kiingereza bwana, nataka nipate kazi niajiriwe na wazungu, nataka nijifunze Kiingereza, unapanga kama kila siku saa moja, lazima ni saa moja ile itumie kujifunza Kiingereza. Hiyo ndio nidhamu. Unaweka mpangilio. Sasa wewe huna mipangilio, unakwenda tu kama jongoo. Unapokuwa na nidhamu, hata ukikutana na kipingamizi, unatafuta njia ya kukiondoa kile kipingamizi. Kama unajua hapa ndipo kutobolea. Hapa ndipo kutobolea. Sasa kama una nidhamu, utakikwepa unaanza kulaumu, watu wananionea wivu, wameniloga, sina mshikaji wa kunitafutia kazi nzuri, sina mtu, sina refarii. Sina refarii, nipata kazi TRA, nipata kazi benki kuu, sina refarii. So, huna nidhamu, unategemea watu kukusaidia. Sasa sikiliza, nakuingiza kwenye sayansi sasa. Nakuingiza kwenye sayansi. Imani ulionayo juu ya kufanikiwa au kutokufanikiwa ni energy, ni nishati. Imani ulionayo kwamba bwana, mimi naweza nikafanikiwa, nikifanya hivi na hivi na hivi nitafanikiwa. Imani ulionayo, hiyo ni energy au nishati. Sasa hii energy, hii nishati hii inatengeneza kitu kinaitwa electromagnetic energy. Yaani nguvu yenye usumaku. Sasa ulimwengu wote huu una mtandao wa hiyo nguvu ya usumaku. Mtandao huo nao. Kwa hiyo mawazo uliyo nayo yatavuta vitu ambavyo unaviwaza kwamba unaviweza. Na tayari umeonyesha discipline ya kuvifuatilia. Sawa? Kwa hiyo wanasema hivi, hii electromagnetic energy iliyomo ndani yale mawazo yako. Ukiwa na mawazo ya kushindwa, nguvu yake hii electromagnetic energy inakuwa ya chini sana. Unapata faida ya shilingi 10,000, unajiona mjanja. 10,000. Wakati unaweza kupata faida ya shilingi 30 kwa siku. Energy inakuwa chini. Kwa hiyo utapoteza fursa. Kwa sababu gani? Tayari unajikatisha tamaa wewe mwenyewe. Ukikosea unaanza kujilaumu sana. Unajilaumu kweli. Yaani ukikosea, sijui mimi nikoje bwana. Sijui nikoje. Sijui nikoje. Yaani watu wakikusema tu vibaya tayari unawaza, lakini kwa nini watu wanidharau? Umekalia tu kuwaza mambo yaliokuwa wanakusema watu. Yaani watu hawanipendi. Hapa kazini, watu wananiambia wivu, watu wanisema kweli vibaya. Achana nao. Yaani matatizo yao wao. Kwa hiyo usiingize sumu ya watu ambao kufanyia wewe ndani yako. Unapunguza hii electromagnetic energy isifanye kazi. Tafuta mbinu za kupambana na maneno ya vichaa. Tafuta mbinu ya kupambana na maneno ya watu ambao hawana akili. Kazi yao tu ni kusema tu watu, kudharau watu. Inaweza kuwa ni bosi wako wewe mwenyewe. Anakukandia tu ovyo ovyo. Sasa wewe ukakasirika, ukaanza kuwa na uchungu, tayari ile electromagnetic energy inashuka. Kwa hiyo uwezo wako kuona fursa nzuri unapungua. Kwa sababu huna discipline ya control mawazo yako wewe mwenyewe. Lazima uwe na nidhamu ya control mawazo. Sitaki mtu anisumbue ndani ya moyo wangu. Uwe na mbinu za kuweza kupambana. Watu wakusema vibaya lakini unabakia kwenye furaha tu. Kwa hiyo nguvu ya mvutano ulionayo ya kuvuta mambo mazuri inakuwa kubwa katika maisha yako. Wanaita law of attraction, wataalamu wa Kiingereza, law of attraction. Kwa hiyo nguvu ya kuvuta mambo mazuri, ya kuvuta fursa nzuri inakuja.
Sasa wewe umekaa tu unaangalia watu wanasema vibaya na kusema wazazi wangu, sijui ndugu zangu matajiri lakini wanisaidii. Ujinga. Unategemea watu atakufa huyu uliumbwa naye, ulizaliwa naye. Kuna jambo la msingi sana, ujitahidi kutengeneza mazingira ya kuwa na nidhamu. Unafuatilia vitu kwa mpangilio, kwa ujasiri, wanaita intentionality. Bila kujali hisia zako, narudia tena hiyo tena. Bila kujali, kwa sababu unajua kitu ni sahihi, unafanya. Kama nilivyozungumza, do what is right, not what is easy. Sasa wewe unafikiria utatoboa tu hivi hivi kirahisi rahisi. Kwa jambo la msingi sana ufahamu kwamba ndio maana Bwana Yesu akasemaje? Mtu anataka kunifuata ajikane nafsi yake mwenyewe, ndio abebe msalaba wake anifuate. Kuna kanuni hapo Yesu ametoa. Kuna mahali napaswa ujinyime ili hatua zako ziende mbele vizuri. Lakini lingine ambalo ni kubwa, ukiwa na nidhamu, haijalishi maendeleo unayoyafanya ni madogo kiasi gani, ili mradi umepiga hatua moja, hiyo ni hatua, usidharau. Mmoja akasemaje? Heri ya moja kuliko sifuri. Heri ya moja kuliko sifuri. Kwa hiyo usidharau ile hatua ndogo uliyoipiga, usidharau. Hiyo ni mbegu. Sasa nakwambia rafiki yangu, tamu wa sayansi ya maendeleo. Sasa hivi kuna kitu hiyo inaitwa electromagnetic field. Sawa, electromagnetic field, yani hiyo nguvu ya uvutano, yani ni kama vile shamba kubwa limejaa dunia nzima. Kwa Kiingereza field ni kama vile uwanja wa mpira, inaitwa football field. Sawa, sasa ni uwanja, ndio electromagnetic field. Kwa hiyo imezunguka, inajiconnect na mawazo ulionayo ndani ya moyo wako. Kwa hiyo yale mawazo ulionayo ya kutokubali kushindwa. Mimi sio mtu wa kudharauliwa, wananidharau sawa, lakini mimi mwenyewe najua sio mtu wa kudharauliwa. Mimi sio mtu wa kuchekwa, wananicheka sawa, lakini mimi najua mwenyewe nakoenda. Ndio lazima unajijua wewe mwenyewe unaenda wapi. Hii safari ni ya kwako wewe mwenyewe. Haihusu baba yako, haihusu mama yako, haihusu si bosi wako, haihusu rais. Hii safari ni ya kwako wewe. Kwa hiyo ili uweze kupanda mbegu kwenye hiyo electromagnetic field, kwenye hilo shamba la sumaku, tengeneza hali ya kujiamini. Jiambie wewe mwenyewe kama hili naliweza. Mimi sikubali watu wengine wanikatishe tamaa. Sikubali mimi watu wengine wanikatishe tamaa. Kwa hiyo anza kujiambia wewe mwenyewe. Ndio maana tumewekewa ndoto. Unaota ndoto, inakwambia kuna ulimwengu mwingine. Haya maneno yako unayozungumza yana nguvu, inaingia kwenye hiyo shamba la usumaku, electromagnetic field. Kwa hiyo usikatishe tamaa wewe mwenyewe. Kwanza usiache hata kama umekosea. Hakuna mtu ambaye hakosea. Hata kama umekosea, hata kama umeingia hasara, useme hapana bwana. Hapana, mimi njia yangu ni hii. Unajua ni nini? Unasikiliza? Unapokuwa unataka labda milioni 20. Sawa, unataka milioni 20, baada ya kupata milioni 20. Yaani lazima mimi nimetoa kabisa. Sawa? Lakini kuna njia mbalimbali za kupata milioni 20. Sio moja. Kuna njia mbalimbali. Unaweza kujiuza kwa mzungu akakupa milioni 20. Sawa? Lakini vile unaweza ukalima mazao, ukaweka kwa store, ukauza wakati wa kiangazi, ukauza, ukapata milioni 20. Unaweza utafuta chuma chakavu, ukapata milioni 20. Kwa kuna njia mbalimbali. Sasa aliumba mbingu na nchi, amekokea njia fulani ya wewe kuzipata hizo milioni 20. Lakini katika njia hizi, katika njia hiyo ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea, Mungu anataka ukutane na watu fulani ambao watakusaidia tabia yako iwe nzuri. Unaweza kupata milioni 20, lakini ukutane na watu ambao watakufundisha ulevi, madawa ya kulevya, watakufundisha uzinzi, utafika mbali? Hautafika mbali. Lakini Mungu anataka upite kwenye njia sana. Wewe aliumba mbingu na nchi, upite kwenye njia fulani kupata hiyo milioni 20 ambayo itakuletea faida wewe na kufaidia watu wengine vile vile. Sio wewe peke yako, Mungu akumbwa Mungu wewe peke yako. Kwa hiyo unaweza kung'ang'ania njia fulani. Ndio maana kuna video nimekupa, usige ndoto ya wenzio. Kuna video nimeweka hapa, usige ndoto ya wenzio. Kwa hiyo milioni 20 una njia mbalimbali za kuzipata, lakini aliumba mbingu na nchi, anaambia wewe nataka milioni 20 uzipate, lazima ukutane na Alex, ukutane na Aisha, ukutane na fulani, kwa sababu utawasaidia na wao watakusaidia kimawazo. No.
Sasa unataka kung'ang'ana hapo hapo na kwanza ukasirika, watu wanakupinga, watu wanakusema vibaya, unataka kung'ang'ania tu hapo hapo, watakuua. Kwa hiyo kuna njia ambayo umepangiwa ya kupata hiyo milioni 20, lakini sio ya kujiuza mwili wako, sio ya kuiba ujambazi, ukauwe mtu, sijui uende Freemason, uwe mtu, sijui mtoe mtu kafara. Hiyo sio njia aliyekupangia, aliyekuumba, muumbaji wako. Kuna njia. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu, ukiwa na discipline, unaonyesha how serious you are, jinsi gani kweli umedhamiria kwa hii milioni 20 lazima nipate. Unamwonyesha Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kweli bwana, hii na hii mimi nimedhamiria. Ndio maana ulikuwa na nidhamu hii. Naamka asubuhi mapema, naoga, napiga mswaki, naenda kazini. Sina muda wa kusugua mambo sijui ya siasa, sijui muda sina. Wakati wewe kwenye vigenge mnazungumzia tu mpira masaa 3, mnazungumzia tu mpira, itakuponza. Utabakia mtu wa kulalamika siku zote. Kuna jambo la msingi sana ufahamu kwamba kujijengea tabia ya kuwa na nidhamu ni ufunguo ambao utakusaidia ufungue mlango ambao wengine hawauoni. Utaona hizo fursa wewe kwa sababu tayari umeweka nidhamu, na ile nidhamu inakutengenezea kama vile umeme. Kama vile umeweka plug. Nidhamu ni sasa, yani kama vile umeconnect kwenye umeme wa Mwenyezi Mungu. Unapata umeme wa nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ile nidhamu, ile alikuwa na nidhamu, ni kitu kizuri, kinapendeza. Unavaa ovyo ovyo tu, unataka kwenda kuomba kazi, vizuri. Ndio nidhamu hiyo nazungumza. Unavaa tu ovyo ovyo, utapata mchumba. Watu kama muuza ugoro. Kila kitu ni nidhamu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba huu ufunguo unafanya kazi na umethibitishwa. Umethibitishwa na wanasayansi. Kuna kitu kinaitwa rectangular activating system, RAS. Iko sehemu hapa ya ubongo. Sawa, rectangular activating system, RAS kwa kifupi chake. Anasema hiyo inasaidia kama inakupa kama vile ramani. Sawa, inakuongoza kama ramani ya kupeleka katika maeneo yale ambayo ni sahihi kutokana na mawazo yaliyomo ndani ya moyo wako. Hiyo ni energy. Sawa, ni energy. Ni rectangular activating system. Hiyo ni system ya kukuongoza kama vile ndege inaongozwa. Unaona iko kule juu kabisa, inaonyesha kwamba bwana, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Au meli, bahari ni pana kweli, lakini kuna kitu kanaongeza bwana, hapa sasa hivi unaelekea Dar es Salaam. Hapa sasa hivi unaelekea Dar es Salaam. Sasa bila kuwa na nidhamu, hiyo reticular activating system haifanyi kazi. Inaitwa reticular, sio rectangular. Ni reticular activating system. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanawezekana kwako. Kwa hiyo usijikatishe tamaa, usijitishe, usijidharau. Inawezekana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana subscribe. Nitakapoka video nyingine upate taarifa haraka sana. Bye bye.